sikukuu ya baragumu. Sikukuu ya 5, sikukuu ya baragumu. Mambo ya Lawi sura ya 23 mstari wa 23 mpaka 25. Biblia inasema hivi: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, mwezi wa 7, siku ya kwanza ya mwezi, kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu. Kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu. Ni ukumbusho wa kuzipiga baragumu, ni kusanyiko takatifu. 25. Msifanye kazi yoyote ya utumishi, nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Nitarudia 24. Nena na wana wa Israeli waambie, mwezi wa 7, siku ya kwanza ya mwezi, kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu. Ni ukumbusho wa kuzipiga baragumu, ni kusanyiko takatifu. Kwa baragumu ni sawa na kama parapanda. Baragumu ni kama parapanda. Kwa hiyo ndio unyakuo sasa. Unyakuo utakuwa utaambatana na kupigwa parapanda. Itakapopigwa parapanda ya mwisho, wafu watafufuliwa na sisi tutakaosalia, tutakaokutwa hai, tutabadilishwa kwa pamoja, tutanyakuliwa kwenda kumlaki Kristo mawinguni. Kwa hiyo mwanzo wa mwaka mpya wa Kiyahudi ambao ni mwezi wa 7 unaitwa Tishri. Hii ni wito wa toba na maandalizi. Wito wa toba na maandalizi. Na utimilifu wake, hii inaashiria kwamba kunyakuliwa kwa kanisa au wito wa mwisho wa Mungu kwa ulimwengu. Kunyakuliwa kwa kanisa. Ukisoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 16, Biblia inasema hivi: kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosaliwa, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani. Tutamlaki Bwana hewani, hata shuka chini, tutamlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Kwa hiyo tumeona sikukuu ya kwanza, sikukuu ya Pasaka tayari ilishatokea. Sikukuu ya pili, mikate isiyotiwa chachu, imeshatokea. Yesu alipozikwa, alipokufa akazikwa, sikukuu ya pili. Sikukuu ya 3, sikukuu ya malimbuko, Yesu alipofufuka. Sikukuu ya 4, sikukuu ya Pentecoste, ambayo ilishatimia Roho Mtakatifu aliposhuka. Kwa zinaenda kwa mtiririko. Sikukuu ya 5 ni sikukuu ya baragumu ambayo bado haijatokea. Zinaenda kwa mtiririko. Ukisoma kitabu cha mambo ya Walawi, zinaenda kwa kufuatana kabisa. Siku ya kwanza, sikukuu ya Pasaka ikatokea. Iliyofuata ya mikate isiyotiwa chachu ikatokea Yesu alipozikwa baada ya kufa. Sikukuu ya 3, sikukuu ya malimbuko, Yesu alipofufuka ikafuata. Sikukuu ya 4, sikukuu ya Pentecoste ikafuata kwa mtiririko huo. Na sikukuu ya 5 ni sikukuu ya baragumu au parapanda ambayo haijatokea bado. Kwa kama ni kwa mtiririko, tunatarajia kwa wakati wowote ule sikukuu hii ya 5 inatokea. Sikukuu ya baragumu. Na baada ya sikukuu ya baragumu itafuata sikukuu ya 6 ambayo inapatikana katika mambo ya Walawi sura ya 23 mstari wa 26 mpaka 32. Inaitwa siku ya upatanisho au sikukuu ya upatanisho. Siku ya upatanisho. Sikukuu ya upatanisho. Mambo ya Walawi 23:26 na kuendelea, Biblia inasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho. Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana. Anasema nitarudia. Lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho. Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu. Mtazitesa. Kwa nini kuzitesa nafsi? Na ni siku ya upatanisho, alafu mtazitesa nafsi zenu. Anasema nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Kwanza ni siku ya upatanisho,
alafu watazitesa nafsi zao, alafu watasogeza kwa Bwana sadaka kwa njia ya moto na kadhalika. Kwa siku ya upatanisho ni siku ile ambayo kitaingia kipindi cha dhiki na dhiki kuu. Na kipindi hicho unakumbuka wana wa Israeli wamemkataa Masihi, wamemkataa Yesu kwamba sio Masihi. Wanatarajia Masihi mwingine aje, kwamba yeye sio Masihi. Walidharau na hawakuamini kwamba huyu mtoto wa seremala ambaye amezaliwa, tunamuona na kuwa kila siku tunamuona, iweje yeye ndio awe Masihi? Kwa hawakumpokea, walimkataa. Kwa watapita kwenye kipindi cha upatanisho. Mungu anajipatanisha nao, atawapitisha kwenye mateso, dhiki na dhiki kuu, mpaka watakapokubali kwamba Kristo ni Masihi. Anasema anasema mstari wa 27, mtazitesa nafsi zenu, mtazitesa. Alafu ataleta sadaka kwa njia ya moto. Kwa nini moto? Kwa sababu watapita kwenye mateso. Watapita kwenye mateso. Watapita kwenye dhiki na dhiki kuu. Na hii ilikuwa mahususi kwa ajili ya wana wa Israeli. Ndio maana inaitwa siku ya upatanisho. Mungu anajipatanisha nao tena kwa sababu ni taifa lake, aliweka ahadi nao, aliweka agano nao, kwa lazima atajipatanisha nao tena, lakini lazima watapita kwenye kibano na dhiki mpaka wakubali hakika kweli Kristo alikuwa, Yesu alikuwa ni Kristo, Yesu alikuwa ni Masihi wa Bwana, ni mpako wa mafuta wa Bwana. Kwa na wale ambao wataachwa na unyakuo wataingia katika kipindi hiki pia. Kwa na wenyewe wataingia katika kipindi cha dhiki na dhiki kuu. Na Biblia inazungumza kipindi hiki kitakuwa ni miaka 7, ikiwa imegawanywa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni miaka 3.5 ambao ni dhiki, na sehemu ya pili ni miaka 3.5 mingine ambao ni dhiki kuu. Kwa 3.5 dhiki, 3.5 ya pili ni dhiki kuu hapa duniani. Na wale walionyakuliwa sasa, kanisa lililonyakuliwa na wale waliofufuliwa wakanyakuliwa pia, wameenda kukutana na Kristo huko mawinguni. Biblia inasema pia miaka 3.5 ya kwanza itakuwa ni kuvikwa taji. Kuna aina mbalimbali za taji. Watu watavikwa taji zao kwa kazi waliofanya na maisha ya walioyaishi hapa duniani, maisha ya utumishi, maisha ya uaminifu, maisha ya wokovu. Watavikwa taji miaka 3.5 ya kwanza. Na miaka 3.5 ya pili kwa wale walionyakuliwa itakuwa ni harusi ya mwana kondoo. Kristo na kanisa watafungamanishwa, tutafungamanishwa, tutakuwa na Kristo milele. Tutakuwa na fungamanisho la milele. Sisi ni bibi harusi wa Kristo. Kristo ni bwana harusi. Harusi ya mwana kondoo itafanyika. Itakuwa ni ungamaniko. Tutafungamana na Kristo milele kuanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa miaka 3.5 ya mafungu mawili, jumla 7 kule mbinguni, kuvikwa taji, kisha harusi ya mwana kondoo hapa duniani, dhiki, alafu kisha dhiki kuu. Kwa ni siku kuu, ni kipindi cha siku kuu ya upatanisho kwa wale watakaokuwa wameachwa chini, na hasa kwa wana wa Israeli waliomkataa kwamba Yesu sio Masihi. Kwa hiyo baada ya sikukuu ya baragumu ya unyakuo ambayo haijatokea, itafuata sikukuu ya upatanisho ambayo haijatokea pia. Na baada ya sikukuu hiyo ya 6 ya upatanisho, basi tutaenda sikukuu ya 7 ambayo na yenyewe haijatokea, itaenda kwa mtiririko huo. Zekaria 12:10. Biblia inasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amwombolezeavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amwombolezeavyo mwanawe wa pekee. Kwa watawapa tena roho ya neema. Kuna neema itashuka kwenye kipindi cha upatanisho kwa ajili maalumu kwa ajili ya wale watakao kubali. Sasa watapita katika mateso, lakini wakiendelea kukubali kwamba Kristo ni Bwana, Kristo ni Masihi, Yesu
ni mpako wa mafuta wa Bwana, basi neema ile itawaokoa. Kumbuka bado kuna wengine watamkataa, lakini wengi wao pia watamkubali. Bwana Yesu asifiwe. Sikukuu ya 7 ni sikukuu ya vibanda. Sikukuu ya vibanda. Mambo ya Walawi sura 23 kuanzia mstari wa 33 mpaka 44. Utasoma hapo, tusome kidogo. Mambo ya Walawi sura 23 mstari wa 33 mpaka wa 44. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, siku ya 15 ya mwezi huo wa 7 ni sikukuu ya vibanda, muda wa siku 7 kwa Bwana. Siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi na kadhalika. Wanapewa maelekezo hapo. Kwa hiyo ni sikukuu ya vibanda. Kwa hiyo sikukuu ya vibanda ni sikukuu ya kupumzika, ni sikukuu ya kustarehe. Ukisoma mistari ya chini hapo inayoendelea inaonyesha kwamba watastarehe sana kwenye sikukuu hiyo. Inaonyesha vitu ambavyo ni wakati wa kuto kufanya kazi, wakati wa kuto kujishughulisha sana, wakati wa kustarehe na kula, wakati wa kupumzika. Kwa Israeli walikaa katika vibanda wakikumbuka safari yao jangwani, kwamba baada ya kupita kipindi chote hicho cha jangwani, vita na nini, sasa wamefika, wamepumzika. Ni sikukuu ya furaha kubwa kwao. Baada ya shida zote, baada ya dhiki zote, wanafika kwenye pumziko, kwenye kustarehe. Ukisoma kitabu cha Zaburi 118 na mstari wa 24, Biblia inasema hivi: siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kufurahia. Kwa ni sikukuu ya furaha kubwa itakuwa. Sikukuu ya vibanda. Sikukuu ya vibanda inaashiria ufalme wa Kristo wa miaka 1000. Mungu atakaa kati ya watu wake. Mungu akikaa kati ya watu wake katika kipindi hicho cha miaka 1000. Ukisoma kwenye Ufunuo sura 21 na mstari wa 3. Ufunuo wa Yohana sura 21 na mstari wa 3. Biblia inasema hivi: nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utakuwa pamoja na Bwana. Mungu atakaa kati ya watu wake. Baada ya hiyo miaka 1000, basi kutakuwa kuna eternity, kutakuwa kuna umilele. Bwana Yesu asifiwe.